zilizopo nyumbani kwao. Yaani watu wanakuwa na tamaa. Na mimi nataka nifanye kazi fulani ambayo mtu fulani amekuwa mtu fulani. Yaani mtu anaishi kwa tamaa, sio kwamba aendeleze kazi ambayo iko nyumbani. Kwa mfano, mtu nyumbani kuna ng'ombe 200, sawa? Anaenda kusomea ualimu wa shule ya msingi. Tena sio ualimu wa mifugo, sio somo la mifugo, anaenda kusomea Kiingereza na Kiswahili au hesabu na sayansi, sawa? Lakini hayuko tayari kuendeleza ule mradi wa ng'ombe 200 wa wazazi nyumbani. Kusema kwamba ngoja niende chuo cha nini? Chuo cha mifugo, nisomee mifugo ili angalau nije nimsaidie mzazi nyumbani, tuendeleze ule utajiri ambao uko nyumbani. Baadaye ng'ombe 200 wanakufa na ile 300,000 haitoshi kuweza kurudisha wale ng'ombe 200 baada ya kujua hata miaka 10 ijayo. Maana yake nini? Kwamba baada ya kizazi kinachokuja, ina maana kwamba baba alikuwa tajiri, sio kwamba ule utajiri ulikuwa ni uchawi. Useme watu hawakujua baba aliupataje na wauendelezeje. Kwa sasa maana yake nini? Kila baada ya kizazi tunaanza maisha. Umeshanipata hapo? Kwa ndio unasema kwamba kwa mfano mtu inawezekana wewe nyumbani kuna utajiri fulani, huna uwezo wa kuuona na kuendeleza. Kwa maana yake nini? Kwamba ndio chanzo cha umaskini mkubwa katika nchi hii au nchi nyingine ambazo watu au familia nyingine ambazo hawako tayari kuendeleza yale maarifa ambayo yapo nyumbani. Kama nyumbani kuna ng'ombe hao, kwa nini usiende ukawasomea ng'ombe? Ili angalau kaje na certificate. Mimi